wanaipenda timu yao, mashabiki wa Simba wanaipenda klabu yao. Mashabiki wa Simba wako tayari kuwaambia chochote kuhusu Simba Sport. Tatizo la Simba kwanza, kuna management, kuna players. Two sides ndio matatizo ya Simba Sport Club. Kwa sasa ukiangalia, ikupe tu timu ambayo inalipa mshahara wachezaji wake kwa wakati, Simba Sport Club. Wakati kapatilie, yani kama tarehe 30 au 31 wachezaji wanakuwa bonus, kila kitu wanapata kwa wakati, lakini poor performance ambayo ina deep problem by those players in the pitch ni kitu ambacho hakiendani na ufanisi wa wachezaji wanavyoishi ndani ya klabu ya Simba. So far nakwambia ni kwamba Simba wachezaji kwanza, kwa mfano mimi nakatolea mfano game ya Simba na Azam, ukiangalia wachezaji, ile chemistry ya upambanaji, ile fighting spirit ya kwamba tunaipambania nembo ya Simba Sport Club au ioni ndani ya timu. Sasa ile pale ina make sense kwamba je, kwenye timu kuna shida gani? Wachezaji wa Simba wanakutana na changamoto gani? Hii inakuonyesha kwamba Simba Sport Club ni kwamba wachezaji bado hawajitoi, ule moyo wa upambanaji hawana ule moyo wa upambanaji. Wachezaji wa Simba wanapambania nembo ya klabu ya Simba. Mimi naamini wachezaji wa Simba wahitaji kuwa na kocha. Wachezaji wa Simba kwa mfano ile mechi ya Azam unaweza kusema tu brother, namba mbili tunaenda kupambana wenyewe, timu inaenda kupata matokeo. Hahitaji kwamba Steven Barker no brother, unahitaji tu fighting spirit ya wachezaji wa Simba ambao wakisema kwamba tunakwenda kupambana, kwa sababu wale ni professional player ambao hawahitaji muda mwingi mwalimu kusema kwamba kwanza kuongea nao, no, wale anakwenda mwalimu anazungumza nao wenyewe wakijiana hamasa kwamba hii mechi tunauhitaji. Sasa Simba kwa sasa imefikia kwenye level ambayo wakikutana na timu ambazo zina level ya daraja la Simba Sports Club, wachezaji wa Simba hawezi kupull long, timu haiwezi kupata matokeo. Yaani Simba sasa ikikutana na timu ambazo Singida Black Stars, Azam FC, Young Africans hawezi kupata matokeo. Na so far mimi naona kama ni bora kama kweli walizamilia kujivunja, wako sahihi sana, sababu ingeenda finali kwenda kutia aibu zaidi. Wanafunga mara saba mfululizo brother. Bwana huyu ni James Mwiruka. Leo bwana anaonekana alikuwa na madini kweli kweli. Umeona alikuwa anaongea mpaka Kiingereza kabisa. James, vipi? Umetia mpaka Kiingereza kabisa leo katika interview leo, umenifurahisha kweli. For sure, unajua